Ni kifo ambacho kimewaacha wengi wakiongea na kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii, maana mchango wake mkubwa katika sekta ya elimu ni mchango wa kupigiwa mfano. Mama yetu Liz Wanyoike alipata kuiaga dunia jioni ya leo, na tumepata kuongea mengi kuhusiana haswa na saratani, ugonjwa wa saratani ambao umepata kumuua, ila kwa sasa tunapata kuongelea viongozi kadhaa ambao wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kutuma rambirambi zao kwa baada ya kifo cha Liz Wanyoike. Akiongoza katika orodha ambao wameungana na familia yake Liz Wanyoike pamoja na wanafunzi wa Nibs College ni ikiwemo ambaye ndiye waziri wa mambo ya vijana hapa na mambo ya youth Mr. Moses Kuria amesema hivi: I join the rest of the country in mourning an educational icon, Madam Liz Wanyoike of Nairobi Institute Business Studies, Nibs, who has passed on today. Your contribution to education sector will remain in our hearts forever. You are great in all ways. Go well, my sister. Our condolences to your family, the Nibs fraternity, the education sector and the nation. Watu wameungana kwa pamoja, wengi wakiongea kuhusiana haswa na kifo chake Liz Wanyoike, ikiwemo pia aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu Honorable William Kabogo. Anasema deeply saddened to hear about the passing of Liz Wanyoike, founder of the Nairobi Institute of Business Studies, Nibs. Liz was not just a great businesswoman but a source of inspiration for many. Her legacy and impact will always be remembered. My heartfelt condolences to her family, friends and the entire Nibs community. May she rest in eternal peace. Akifuatia pale ni Kimani Ichung'wah. Anasema Kimani Ichung'wah, kumbuka huyu ni mbunge wa Kikuyu na pia ni kiongozi wa walio wengi katika bunge kuu nchini Kenya. Anasema the nation mourns the loss of an education icon, Madam Liz Wanyoike, founder and director of Nairobi Institute of Business Studies, Nibs. A contribution to the education sector has been immense, and we deeply feel the void left by her passing. Madam Liz's academic acumen and dedication have left an indelible mark, and she will be dearly missed. Our thoughts and condolences go out to her family, friends and the entire education community during this difficult time. Shujaa ameondoka. Ndo maana wengi kati ya viongozi nchini Kenya wamejitolea kuweza kutuma rambirambi zao wakimwomboleza Madam Liz Wanyoike. Nimemwona pia ambaye ni comedian Churchill Dambuki akituma rambirambi zake aswa kuhusiana na kifo cha Liz Wanyoike. Mwalimu Churchill Dambuki anasema haya kulingana na kifo chake Liz Wanyoike. Kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, Churchill ameandika haya: Rest in peace, mama. You have left a legacy, empowered so many comrades. Thanks for being a mom and a pillar in our society. We shall forever cherish your contribution in our lives. Rest well, mom. Huyo ni Churchill Dambuki. Aswa Churchill amepata kupost. Kumbuka Churchill aliweza kufanya interview na walifanya kukumbuka during the corona period. Kipindi Churchill alikuwa kikifanya cha kuweza kutuletea aswa stories za watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika society ya kwetu, na moja kati ya story ambazo Churchill aliweza kukava ni ya Liz Wanyoike ambaye ndiye CEO, aliyekuwa CEO mkubwa wa kampuni wa shule ya Nibs College. Tukiangalia viongozi ni wengi wameweza kuongea kuhusiana na kifo chake Liz Wanyoike, ila Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto hajaweza kumuomboleza Liz Wanyoike kupitia kurasa zake za kijamii, na pia kinara wa ODM Raila Odinga hajapata kuongea kuhusiana na kifo chake Liz Wanyoike kama jinsi ambavyo wengi walikuwa kitarajia kwamba Raila Odinga angepata kuongea kuhusiana na hiki, lakini I bet ni taarifa ambazo hazijawafikia wala kuwafikia ambao ndio wana run their social media pages. Tukija in the community, in the Kikuyu community, wengi wamejitokeza na kuweza kuongea kuhusiana aswa
na yale ambayo na kifo chake Liz, ikiwemo watu ambao wameweza kuongea kuhusiana na kifo hiki. Ni Muigai wa Njoroge ameweza kuchapisha haya kuhusiana na kifo chake Liz Wanyoike. Muigai amepost na kusema hivi. Muigai nikimnukuu: neahuruke thayo arare gituge kinene kia ruriri rwito ona bururi wote. It's very sad. Anasema apumzike salama, alikuwa mzingi mkubwa wa nchi yetu na watu wetu na Jamhuri ya Kenya yote kwa jumla. Mama Liz Wanyoike hivyo amepumzika, tunamwombea apumzike salama. Wengi wametuma rambirambi zao na wengi wanaongea kuhusiana na kuondoka kwake Liz Wanyoike. Mwimbaji Kevin Maina Wajira pia anasema she used to be a great fan of my music. She could always inform me when my music plays on TV. May she rest in eternal peace. Ya, huyo ni Kevin na wengine pia wengi wamejitokeza, wanamuomboleza kwa wingi na wanaongea aswa kuhusiana na mchango wake kwenye education sector ya hapa nchini Kenya, maana mama alikuwa kama mama. Jerry wa Muigai anasema we have lost a wonderful woman, an icon in this nation. May her soul rest in peace. Sleep well mama. Ya Jerry wa Muigai ni moja kati ya wale ambao wamemuomboleza Liz Wanyoike. Tukiendelea kuona kati ya watu maarufu ambao wanamuomboleza Liz Wanyoike, taarifa zinaendelea kuja na chapisho kadhaa zinaendelea kuja. Hivyo kile na kufahamisha usibanduke kuwa hapa tutaendelea kukupasha kuhusiana haswa na yale watu wanasema kuhusiana na mama huyu ambaye amekuwa msingi wa wengi. Amekuwa msingi wa wengi. Namuona Sarafina Salim amepost picha yake na Liz, anasema one moment can change a day, one day can change a life, and one life can change the world. You have done your best, touched and changed many people, myself included. The song has ended, but the melody lingers on. Rest well, Mama Liz Wanyoike, Nibs College. Huyo ni none other than Sarafina Salim akimwomboleza Mama Liz Wanyoike. Tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau, hii ni FM Show KE. Mimi niite Felix Mwanda.